Asalamu alaykum. Alaykum salam. Mimi ni mgeni katika mahala hapa, hivyo siwezi kufahamu vile. Nimeweza kutoka Mombasani mahali ambapo panaitwa Nyali. Nimeweza kuja kutembea hapa hivyo ningependa kuwafahamu na pia niweze kufahamu hichi kijiji. Ya kwanza karibu. Na hii kijiji ni Mlatawi. Mlatawi? Ndio. Hivi hapa ni Mlatawi, si ndio? Naam. Naam. Alafu hiki kijiji kuna mfalme ama hamna mfalme? Unajua vile vile katika vijiji kuna wafalme, kuna machifu. Si unaona? Ningependa niweze kuelekea huko kwa mfalme. Unamfahamu mfalme? Ndio, tunamfahamu. Mnaweza kuwa mnajua mahali makala yake yako ama mbona unatazama hivyo? Ama unajua mahali makala ya mfalme? Mimi ni bibi ya mfalme. Ulikuwa unadai nikusaidiaje? Nilikuwa naomba kana unaweza nipeleka katika makala ya mfalme. Kumuona kuna mambo machache ningependa kujuana ama kumuuliza ili niweze kufahamu hichi kijiji kama anaweza ishi. Naam. Unaweza nipeleka kumuona mfalme? Hapana, hatuwezi kupeleka kwa sababu hatukufahamu. Kulingana na vile ambavyo mliweza kuongea mara ya kwanza, mliweza kunikaribisha katika kijiji, si ndio? Ndio. Basi mkaniambia umeniambia wewe ni bibi yake mfalme, si ndio? Nimekwambia uweze kunipeleka kwenye ikulu ya mfalme, unaweza kukataa. Kulingana na desturi zake, hazitaturuhusu tukupeleke kwa sababu hatukujui. Sawa, basi mngependa kunifahamu ama? Ndio. Mngependa kunijua? Naam. Mimi naitwa Silva na nimeeleza kama nilivyosema nimetoka wapi? Mombasani. Nimetoka Mombasani na nimekuja kufanya nini katika hiki kijiji? Huku tuelezea. Msamahani, naomba msamaha. Huko kwetu Mombasani hakuna chakula cha kutosha. So nikaona wacha nikuje nitafute mahali kijiji cha kuishi kizuri hivi chenye busara, chenye furaha. Na ni kama nimeona hichi kijiji cha Mlatawi ndicho kizuri. Nimeona maelezo ama mazingira ambayo naweza nipeleka kuona mfalme. Hivyo mmeweza kukataa kupeleka basi hamna shida, lakini mtajuana. Sawa, tunaenda. Hivi natamani niyajue mapenzi yaliumbwa na nani, moyo wangu tabani, mapenzi sumu kali, mimi ghafla nitadai, au tuseme ni nyota sina, ona mpaka nakosa dina, kwenye ground wanauliza Frida. Bro, mtoto ni mgonjwa. Mtoto ni mgonjwa, anaugua huko chini, ako karibu kukufa. Twende kwanza. Kwa sisi twende. Kai. Bro. Sasa nini shida? Sasa fanya aje? Nini shida? Nasikia vibaya. Ufanye aje? Acha nifike kwa rafiki yangu hapo, niona ataniambia nini kuhusu mtoto. Tuone kama tutamchukua hospitali. Sasa hii jema. Nakuletea maji. Sana fika saa ngapi lakini? Ai, bro. Aki bro, nimekufa kabisa. Sijui nifanye nini. Unajua bro ni mgonjwa sana, nasikia hapa vibaya sana. Utafanya aje? Niona vile utanisaidia tu. Ngoja nifike huko mbele sasa nakuja. Sawa. Na ngoja akienda mbio sawa. Sasa si tutumie mwili wa huyu jamaa. Si ndio? Acha tutumie mwili wake. Si ndio? Acha tutumie mwili wake sasa hivi. Tunaenda naye.
ili jamani sasa. Ai, umefika. Ai, aki nimesumbuka sana, nimekungoja sana. Nimepata idea. Kwa mtu fulani hivi. Utapata jamaa mlisoma hapo. Atakuchukua kwa daktari direct. Nisaidie mtoto. Atanipea direction hapo. Atakupea direction. Wacha nikimbie, wacha nikimbie sana. Wacha nikimbie. Nikimbie. Fanya aje? Twende. Kuna jamaa nimesikia hapo. Anapea direction. Chukua mtoto. Ni nini mbaya na mtoto? Ati mtoto anasikia vibaya. Sasa tufanya, nimesikia ni wewe unaweza nipea direction. Aki nisaidie mtoto wake. Ni mgonjwa, anasikia vibaya sana. Unamchukua kwa daktari? Nimesikia ni wewe unaweza nipea direction. Sasa ile kitu ambacho unafanya unazunguka hiyo kona, alafu ukifika huko chini tena upande kamlima, alafu ukifika kwa hako kamlima uangalie mkono wa kushoto, utapata daktari hapo. Sawa, asante. Wote niende.